Wapendwa watazamaji wa Metanoia TV, tuseme amjambo popote pale ambapo mnatufuata kwa time kama na hii. Nikumbusha kuwa tunapatikana Uvira na tuko kwenye Ruth Mwami ambao maelfu ya watu wamepita kwa ajili ya kumsindikiza ndugu ambaye ni mwanamuziki wa Uvira ambaye ni mpambanaji sana. Jina lake alikuwa anajulikana kwa jina la Mr. Gav, na walikuwa wengi sana wakiguswa kabisa. Unajua amefariki ghafla kijana huyo mwanamuziki, na imekuwa kitu ambacho imewagusa watu wengi. Ndio. Yani kifo chake kabisa kinasikitisha. Ni kifo ambacho akieleweki kwa sababu ni kijana ambaye alikuwa kabisa anapambania kipaji chake. Ni kijana ambaye alikuwa na uvumilivu kwenye kipaji chake, lakini tunashangaa tu ghafla tulipewa taarifa ya kwamba Mr. Gav ametoweka. Na kwa jinsi tunaona watu ambaye maelfu ya watu ambaye walikuwa wakipita mahali hapa ambapo tulipo kwenye barabara ya Ruth Mwami, tunaona watu wanasikitika sana. Watu wanalia, watu wananungunika. Inaonekana kwamba hawakukuwa tayari. Kifo cha mwanamuziki huyu msanii Mr. Gav kinasikitisha sana, kwa sababu ni kijana ambaye alikuwa akijulikana sana katika mji wa Uvira. Alikuwa na nyimbo ambazo zilikuwa maarufu sana, nakumbuka wimbo wa kwanza alipoimba babo. Ni wimbo ambao ulipiga fora sana katika mji wa Uvira, katika tarafa la Fizi, katika tarafa la Uvira. Kwa hiyo ni kijana ambaye alikuwa anajulikana sana na nyimbo zake zilijulikana sana na watu walimpenda sana, na kifo chake kinasikitisha wapenzi wa muziki wake sana. Na pia unaweza kujiuliza utajiri gani ambao amekuwa nayo ili asindikizwe na watu wengi kama na hivi. Unajua mpendwa msikilizaji, mpendwa mtazamaji wa Metanoia TV, ni kwambia kuwa wakati unapigania talenti yako, wakati unapigania talaa yako, yani kuna wakati ambao watu watakusindikiza, na ukiona kabisa miongoni wa watu ambao wamejitoa kwa ajili ya kusema sisi hatuwezi tukasinzia nyumbani kwetu. Hapo jana nimeona watu wamelala kabisa hapo kwenye Stade Limité, wamekubali walale wakule walumiwe na imbu ili wamsindikize mwanamuziki wao. Mpendwa mtazamaji, na kitu kama na hiyo ni kwa sababu amepata kujigundua, amepata kupigania hiyo talaa yake. Ingawaje watu wanasema talaa ifanyi kitu, mambo kama na yale, lakini Mr. Gav kujua yale yote amepigania, na hata leo kabisa tumeona matunda ya mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya talaa yake. Ujumbe ni moja ya kuwa ujigundue kwanza wewe ni mtu wa aina gani, na kitu gani ambacho unakiona ni kama vile kinaweza kitu ambacho unakifanya unakipenda zaidi. Usisikize maneno ya watu wanasema kuna kule, lakini wewe kwanza ukitumikia kile kitu, na kesho ama kesho yake kile kitu nacho kitapata kutumikia. Kwa sababu vijana wengi kwetu tuna kitu kama vile kutokuelewa, kwa sababu wengi wetu tunajua kwamba ukiwa na kipaji ama ukiwa na kitu ambacho unakifuatilia hutopiganishwa wala hakutokuwa maneno. Yani jambo ambalo nalisema ni jambo muhimu ambalo vijana tunatakiwa kushikilia kwa ujumla, kujua kwamba Mungu anaweza akaweka kipaji ndani mwako, lakini ili ufikie malengo utakuwa unapiganishwa vita kwenye familia, kwenye jamii, hata kwenye ngazi ya kimataifa. Na pia nikumbusha kuwa unajua kuwa kipaji ni cha kwako, lakini aliyekupa hicho kipaji ni Mungu. Ndio kwa maana unatakiwa kujua namna gani ya kutembelea katika uhusiano, matembezi yako pamoja na Mungu, na kuheshimu pia neno la Mungu inasema nini kuhusu maisha yako. Mpendwa mtazamaji, nikumbusha kwa kupitia Metanoia TV ulikuwa naye @PB Pamphilo na ndugu Albert bin Kakozi. Tunakupenda sana. Yes. Usilumize ndugu, familia inanitegemea.